limeniliza sana, hili limeniumiza sana, awamu hii nimeumia sana. Mungu wangu nisaidie, mbona umeniacha sana, katika hili nimeumia sana, nakiri na kuhitaji sana. Mungu wangu nisaidie. Ungeniuliza singekubali mimi, mpendwa wangu nimwache aende, rafiki yangu kipenzi aende. Mungu hapana, kwangu si sawa. Ile mipango tu panga imezima, kwako ni sawa, ila nabaki peke yangu. Nitafanyaje? Nimeachwa peke yangu. Mungu hapana, kwangu si sawa. Ila naelewa Mungu, kazi yako haina kosa, na kushukuru kwa yote, mapenzi yako yatimizwe. Hili limeniliza sana, hili limeniumiza sana, awamu hii nimeumia sana. Mungu wangu nisaidie, mbona umeniacha sana, katika hili nimeumia sana, nakiri na kuhitaji sana. Mungu wangu nisaidie. Japo nawaza nafarijika Bwana, kwamba kunayo siku tutakutana naye, ile shughuli njema uloiweka pale kwa watu wanaokuamini Yesu. Nitie nguvu Baba, nimechoka, moyo unauma, nimechoka. Nisaidie Baba, nimechoka, peke yangu mimi siwezi. Tufundishe Mungu wetu kuhesabu siku zetu, japo dhoruba na shida, tusichoke kukutumikia. Hili limeniliza Baba, limeniumiza sana, nimeumia awamu hii nimeumia Baba. Mungu wangu nisaidie. Mbona nahisi Umeniacha sana, umeniacha sana, nimeumia, nakiri na kuhitaji sana. Mungu wangu nisaidie. Mtu wa watu huyu, mwenye upendo huyu, mpatanishi huyu, kaenda vipi tena? Mtu wa watu huyu, mwenye upendo huyu, mpatanishi huyu, kaenda vipi tena? Marehemu katika uhai wake alikuwa akijishughulisha na ujasiriamali mdogo. Marehemu amebatizwa katika kanisa la Pentekoste mkoani Tanga mwaka 1996. Katika uhai wake marehemu aliwahi kuhudumu katika nafasi mbalimbali za uongozi wa kanisa, ikiwemo nafasi ya mzee wa kanisa toka mwaka 2014 mpaka 2017. Katika kanisa la Tanzania Assemblies of God TAG
Nafasi hiyo ilidumu katika alihudumu katika kata ya Kiesa Kilolo, mtaa wa Igeleke, mkoani Iringa. Mwaka 2018 mpaka 2019 alipewa nafasi ya mwenyekiti wa maombi katika kanisa la KG lililopo Iringa mjini. 2020 mpaka 2023 marehemu alihudumu katika nafasi ya mzee wa kanisa katika kanisa la EAGT lililopo Mwanza, kata ya Fela, wilaya ya Kisesa. Mwaka 2024 mpaka 2025 alihudumu kama katibu wa kanisa la Church of God lililopo Mwanza, wilaya ya Misungwi, kata ya Usagara, mtaa wa Isela. 2025 mpaka 2026 mpaka umauti unamkuta alikuwa mzee wa kanisa katika kanisa la Calvary Assemblies of God CAG lililopo wilaya ya Temeke, kata ya Chamanzi, mtaa wa Mwembe Bamia, jijini Dar es Salaam, chini ya huduma ya mchungaji Julius Adam. Maisha ya kiroho. Marehemu Madaraka Maheri alikuwa ni mwanamke mcha Mungu na mzazi wa kiroho kwa wapendwa na jamaa zote alizokutana nazo. Kanisa lilimfahamu kama mwanamke nabii na mwenye misuri ya imani kiroho ya Kikristo katika kipindi chake chote cha uhai wake. Betha alikuwa ni mtu wa huruma, mtoaji na mwombaji sana. Wakati mwingine hata kama hana kitu cha kutoa, yeye hutoa kile kidogo alichokuwa nacho. Ili kutimiza agizo la upendo kwa wengine, na hii ndiyo ilikuwa furaha yake na ndiyo ilikuwa maisha yake. Lakini pia alikuwa akiombea wagonjwa wenye matatizo mbalimbali, nao walipata miujiza mingi ya uponyaji kupitia mikono yake kwa njia ya imani ya Kristo. Belista alikuwa ni mshuhudiaji mzuri wa neno la Kristo katika azma ya kupeleka injili mbele. Sambamba na hilo pia ushuhudia wake wa neno alikuwa akihubiri katika makanisa yote aliyowahi kusali na kwenye mikutano ya hadhara ambayo alikuwa akipangiwa kuhudumu na kanisa. Belita alishirikiana kwa karibu na wachungaji na hivyo kujengewa uwezo mzuri katika safari yake yote ya kipindi cha uhai wake wote. Katika maisha yake yote ya imani, Belita alikuwa mwanamke mcheshi na rafiki, jamaa, mama mlezi na mwalimu wa kiroho na kimwili. Kwa viongozi wa dini, mume wake, ndugu zake, washirika wenzake, watoto wake na jamaa zake zote. Mwisho. Kuondoka kwake Belita ni pigo kubwa kwa kanisa na watu waliomfahamu marehemu, kwani ni mtu mwenye imani, upendo, kujali, mkarimu na mpole kiasi kwa wengine. Marehemu kwa wakati wa uhai wake pia aliwahi kusema ana ndoto za kuwa mchungaji na alipenda sana kusomea uchungaji. Huu ndio wasifu wake wa maisha ya kiroho. Asante, naomba kuwasilisha. Nashukuru kwa sifu ambao Bwana atafanikiwa. Wape moyo wa ujasiri na uvumilivu. Tunakataa matendo yoyote ambayo yatapelekea watu kupoteza ufahamu, kupoteza kumbukumbu kupitia tukio hili. Kama ulivyokuwa mwanzo, ndivyo utakavyokuwa na saa hii. Tunaweka yote mikononi mwako katika jina la Yesu. Amen.
wote waingiao watapata nafasi. Lango ndiye Yesu Bwana, wote waingie kwake. Lango la mbinguni ni wazi, ili ni lango la watoto wa marehemu. Harabu na nyinyi jitahidi basi, kama mtu ajiwezi basi mungu. Mwimusha mfugao. Kaka zake na marehemu waje na dada zake na marehemu. Wifi zake na marehemu, wifi zake na marehemu. Mawifi zake. Madada tumeshawataja, dada zake marehemu. Kaka zake. Madada basi. Haya madada. Uringege na fotora. Ikumbukumbu. Baba zake wengine kama wapo.
Tumalizie na mchungaji. Bumarayuka atakuwagayo abandi barabacyusi kwa bandi